Haleluya. Amen. Na wasalimia kupitia jina la Yesu. Natumaini tumeamka salama. Namshukuru Mungu aliyenipa nafasi ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na somo letu la siku ya leo, kama unaandika, andika katika udhaifu ndipo tunapopata utimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Hali ambazo alikuwa anapitia ambazo zinamfanya avumilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wakati huo anasema kwamba alimuomba Mungu zaidi ya mara 3. Bwana Yesu asifiwe. Anasema alikuwa na mwiba ambao unamsumbua na alimsihi Yesu kwamba Yesu huenda angemtoa ule mwiba, lakini anasema alinyamaza kimya na akamwambia neema yangu inakutosha. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema katika udhaifu ndipo sasa Paulo anasema ninajisifu katika udhaifu, kwa maana katika hali hiyo ndipo ninapopata utimilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika udhaifu ndipo tunapopata utimilifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alikuwa sawa, alikuwa ni mwenye haki mbele za Mungu, lakini anasema kuna mwiba. Huo mwiba inawezekana ilikuwa ni hali ya udhaifu ndani ya mwili wake, hatujui, lakini anasema kuna mambo mengine nimevumilia, kuna mateso mengi nimepita, lakini wakati alikuwa anamuuliza Yesu kwamba kwa nini huu mwiba haunitoki, Yesu anamwambia neema yangu inakutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Samueli huenda alizaliwa wakati mwingine asingekuwa anaitwa nabii, asingekuwa na uwezo kama aliokuwa nao, lakini Mungu anayejua nyakati, Mungu aliyekuwa anamtakia mema, alijua wakati sahihi wa kumpa Samueli ni wakati ambao watoto wa kuhani walikuwa wameharibika, hawaeleweki. Akampa Samueli ili asimame katika nafasi ile. Mwanaweza unapokuwa katika shida ndipo unapokujua Mungu zaidi. Kwenye moto kasema nafurahi kuungua, nafurahi kuungua hata siku moja. Kwa hiyo hatufurahi kwa sababu hatujui intention ya Mungu ni nini, hatujui mawazo Mungu anayotuwazia ni nini. Laiti tungejua labda Mungu anatamani tusogee karibu naye, Mungu anatamani tumjue zaidi, tungeshukuru kwamba Bwana, ninakushukuru kwa sababu unanijenga ninapopitia hili. Mungu, ninakushukuru kwa sababu unajua hili nitalipita. Neema yako Mungu inakutosha. Pia Mungu anaweza akakucheleweshea, Mungu anaweza asikujibu kwa wakati, au anaweza akakupitisha katika udhaifu huo ili Mungu adhihirishe utukufu wake. Amen. Kwa hiyo tunapopita, Lazaro akawa amekufa na Yesu akaenda mahali pale. Lazaro ambaye alikuwa amekufa ananuka siku 3 kaburini, Yesu akamfufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe ambaye umeomba, umeona kwamba Yesu hakujibu, Mungu hakusikii, na kwambia Mungu yupo, atakujibu kwa wakati wake. Tufanye nini sasa wakati tuko katika udhaifu? Tufanye nini jamani? Tuendelee kuomba. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Sio kwamba Yesu amenyamaza unapoomba. Bwana ni wewe, neno lako Bwana halirudi bure. Mungu, kuna mtu mmoja amepona kupitia somo hili Bwana. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye anasema nasi. Yumkini kuna mambo mengi Bwana tunayopitia. Tumeomba mbele zako na tunapata majibu. Tukaona kwamba unatupenda, unatuwazia masoya babarike, wewe ni Mungu, tunatabaki kuitu
wa Mungu, hata kama Riemesia kasaya mabariko yo baba. watoto wako wa kike na wa kiume tuko mbele zako Bwana. Tunakusikia Bwana ukinena. Tusikia Roho yanayozungumza moyo. Ria basaya kasola mabarike. Lakini wewe Mungu unao. Rikea babariko yo baba kasaya barike. Ria basia barikea babarika ya reba. Tupe uvumilivu, tupe kukupenda. Paulo alipopitia Rikaya babario kutumikia. Rikeshia baria babaria masaya babariko. Rikesia mario basia barika. Rikea babarika saya barike. Rikia babasia ya babarika. Rekea babarika maya kasia babarika. Rikesia babario momosike. Yere baba koso yo barika saya babarika. Rikea babarikoso yo babarika. Yesu, tumekusikia ukizungumza nasi Bwana. Rikaya babasike. Kila nguvu za mapepo ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Ninavuruga kwa jina la Yesu.